Kuna siku mimi niwe kuchukua simu ya dadangu, nikaa naangalia namna ambavyo wanamtongoza. Nikakuta dada anakubali kizembe sana yani. Yani nikaangalia, nikashuka, yani nikaona kabisa washikaji wanajipigia tu. Sasa nikasema huyu mpumbavu nilichokifanya nikasajili line mpya. Nikasema labda huko alikuwa anapitiwa nijaribu kumtongoza mimi. Sasa sikumtongoza peke yake, nikajua labda ni ugonjwa wa familia, nikaanza mtongoza na mzee ila mimi. Wote wawili. Nikaanzaga na dada. Nikamwambia Rebeka mambo poa. Nani? Nikamwambia Lusako. Majina ya Mbeya hayo. Kaniambia okay niambie Lusako. Nikasema poa mzima. Nikasema huyu ameanza kukubali tayari mzembe huyu. Sasa mimi na chat naye niko hapo hapo namwangalia hapo sebleni. Mwambia poa, akasema tunaweza kuonana Jumamosi. Akasema hapana, nasafiri naenda South Africa. Nilicheka pale sebleni. Mpaka yeye mwenyewe alishtuka. Akasema wewe unacheka nini? Akasema kuna watu waongo. Nikashangaa mwenyewe ananijibu hata mimi mwenyewe sipendi sana uongo. Watu naona ananidanganya hapo hapo. Nikajua labda hii tatizo lilianzia kwa wazazi. Nikaanza na mzee siku moja. Mzee niko naye sebleni hapo, nikamchekecha. Nikamwambia baby mambo. Nikashangaa mzee anatabasamu anatoka nje mpumbavu. Wewe mwenye hiyo jacket ya maroon. Kuja.